Manyanya nimelipenda kwa sababu pia ya upekee na utofauti. Unajua Ali watu wengi sana wanaitwa Ali. Kuna Ali Kiba, kuna Ali Kamwe, unajua zile. Kwa hiyo nikasema siwezi kukaa kwenye Ali peke yake kwa sababu mimi kazi ambayo nataka niifanye inahitaji ubunifu, inahitaji upekee. Kwa hiyo nikasema hili Manyanya ndio jina ambalo naweza nikalitumia. Kwamba kurudisha mapenzi kama yalivyopotea kwa muda, basi ni vile vile ni rahisi kurudi kwa muda. Kwa sababu kabla kupotea yalikuwa hivyo mapenzi. Yeah, vizuri sana. Na kitaalamu hiyo inaitwaje? Kitaalamu hiyo inaitwa penzi mkologeko. Mtoto alimkologa sana Manyanya. Kwa hiyo ndio maana nikajikuta mama anarudi kirahisi vile. Okay, mpenzi mtazamaji wa Coa Newscasting, karibu tena kwa mara nyingine. Na leo tumekutana na mmoja kati ya characters wa movie ya dunia ambayo imetrend saizi hapa kwetu nchini Tanzania. Na huyu ni brother Manyanya. Brother, mambo vipi? Safi, inakuaje? Fresh, karibu sana kwenye Coa Newscasting. Asante sana. Yeah, tumefurahi kukutana na wewe na mashabiki wamefurahi kuona kupitia TV yetu. Nashukuru sana. Karibuni sana pia. Yeah, asante. Na sasa kabla ya kuanza, tungependa kupata short story kutoka kwako ambayo itasaidia mashabiki kufahamu kwa undani zaidi. Then wamejua tu Manyanya kwenye movie, lakini huenda kuna vitu nyuma ya Manyanya ambavyo hawajui na wangetaka kuvifahamu. Karibu sana. Kwa ufupi, majina halisi naitwa Ali Bakari Mchonga. Manyanya ni jina langu la asili kabisa ambalo alinipa mzee wangu tangu nikiwa mdogo, nikawa nakuwa nalo. Na ndio jina lenye linalojulikana sana pia hata kwenye upande wa familia yangu. Kwa hiyo Manyanya sio jina tu la kuokota na kupachika, ni jina langu kabisa. Kwa kifupi wananiita Ali Manyanya. Na nimezaliwa hapa Dar es Salaam, hospitali ya Muhimbili, lakini babangu ni mwenyeji wa Tanga, mamangu ni mwenyeji wa Shinyanga. Na historia yangu tena nafikiri yes, au kuna vingine tena hapo. Okay, tumejua ni mzaliwa wa Dar es Salaam lakini baba Tanga, mama Shinyanga. Vizuri sana. Na labda mashabiki wangependa kuishi birthday. Unaweza kuambia lini ulizaliwa? Nimezaliwa Agosti 10, 1992. Wow, nice sana. Wamefurahi kujua hilo na watafanya hivyo. Sasa brother Manyanya, wewe ulipenda kutumia sana jina Manyanya badala ya Ali? Manyanya nimelipenda kwa sababu pia ya upekee na utofauti. Unajua Ali watu wengi sana wanaitwa Ali. Kuna Ali Kiba, kuna Ali Kamwe, unajua zile. Kwa hiyo nikasema siwezi kukaa kwenye Ali peke yake kwa sababu mimi kazi ambayo nataka niifanye inahitaji ubunifu, inahitaji upekee. Kwa hiyo nikasema hili Manyanya ndio jina ambalo naweza nikalitumia. Lakini pia nilivutiwa na sound ya Manyanya. Kwa sababu Manyanya limekaa kiasili kabisa, limekaa kiafrika, limekaa kitanzania. Nikasema yes, nahitaji kutumia hii identity kama kuwakilisha, ni kuonekana kabisa ni mtoto wa Kitanzania, ni mtoto wa Kiafrika ambaye anapeperusha bendera katika tasnia ya uigizaji. Kwa nilipenda sana hilo. Lakini pia ni jina ambalo limekuwa na nafasi kubwa kwenye familia na hata kwenye mitaa. Yaani kwa mtu ambaye ananifahamu kama Ali na mtu ambaye anafahamu kama Manyanya, naona Manyanya imekuwa ina mvuto mkubwa kwa watu wengi. Kwa hiyo nikasema okay, kwa nini siibariki hii kama watu wameshabariki kabla? Ndio maana nikasema nitumie Manyanya. Wow, asante sana. Tumefurahi kujua hilo. Na how about education qualification yako? Education nimepita kidogo skuli mpaka diploma. Kwa nilifikia diploma na baada ya hapo sikufanikiwa tena kuendelea, nikaishia njiani. Vizuri sana. Diploma, lakini sasa Viingereza vinapanda sana kwenye movie. Unaweza kutuambia wapi imetoka hiyo? Kidogo nimeiba huko. Kwa sababu unajua mpaka ukishafika level kama hiyo ya diploma, ina maana tayari kuna baadhi ya vitu unakuwa umeshavi experience sana kupitia lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo hicho ndio kimenisaidia kuweza kupata hayo maarifa na kupata wepesi wa kuzungumza lugha hii ya Kiingereza. Tumefurahi kujua kwamba kumbe Kiingereza chenyewe kimeiba kutoka shuleni. Tukafikiri ni moja kwa moja kwa teacher Zungu. Nimekiibia kidogo darasani. Hongera sana. Sasa nini kilifanya labda ushindwe kuendelea na shule? Kipindi kile nilichokuwa nasoma kidogo mazingira ya kifedha yalikuwa yanasumbua sana.
hata mimi shauku yangu ilikuwa ni kuendelea kabisa, nijipanga hivyo, lakini kutokana na wakati ule, kwa sababu mtu ambaye nilikuwa namtegemea nilipie ada alikuwa ni babangu, na bahati mbaya kipindi kile babangu alikuwa ameshafariki miaka 2 nyuma. Kwa hiyo sikuwa na ile support ya moja kwa moja ambayo ingeniwezesha niweze kuendelea, ukizingatia elimu ambayo ilikuwa na daraja ilikuwa inafuata mbele, ilikuwa ni daraja ambayo inahitaji gharama kubwa. Kwa hiyo nikasema hapa nilipo pia panatosha, acha nijitafute kwenye mazingira mengine, kama nitapata fungu zuri kutosha nitaendelea na hiyo elimu, lakini kama maisha yatanivuta kwingine basi nitapambana vingine. Vizuri sana. Sasa vipi maisha yako ya sanaa yalianzia wapi? Safari yangu ya sanaa ilianzia mtaani. Ilianzia mtaani kabisa, baada kugundua sasa kama kipaji ninacho. Akili ya kwanza ambayo ilinituma ikasema, Manyanya, kipaji peke yake hakitoshi. Unahitaji kujifunza vizuri kuhusiana na hicho kipaji chako ili uelewe unachokifanya. Kwa hiyo baada kugundua talent ipo, nikasema I need to kuongeza maarifa mengine. Kwa hiyo kuna madarasa ambayo nilipitia. Moja kati ya darasa ambalo nilipitia likanikuza vizuri ni darasa moja linaitwa Vision and Talent, liko Temeke. Walimu wake ni weredi sana, nashukuru. Kuna namna ambavyo walinitengeneza. Kwa hiyo kanisaidia sasa kusema kwamba okay, naweza nikasogea, kwa sababu nikaanza kuielewa sanaa ni nini. Tofauti na nilichokuwa nacho, lakini professionalism inahitaji knowledge. Unajua zile hata wenzetu walioendelea, hata wenzetu ambao wanahitaji kufanya makubwa hawatosheki na vile vipaji vyao. Baada ya kugundua na vitu, basi wanaenda kuviongezea uzito ili waweze kufanya kwa weledi mkubwa. Kwa hiyo baada ya kusoma nikaziona fursa, nikazitumikia. Nashukuru mpaka sasa hivi imeweza kunifanya niwe hapa nilipo. Wow, nice sana. Kumbe fursa zipo. Yes, fursa zipo. Okay. Na tungependa kujua labda ni wapi ulianza na nini na ulifanya kazi gani? Kwenye nini? Kwenye sanaa. Kwenye sanaa sikuwa na mzunguko mkubwa, by the way, hususan sanaa ya uigizaji, kwa sababu baada kupitia kujifunza kidogo kwenye makundi na madarasa, hapo sasa nikawa nafanya kazi ambazo zinajitokeza, na nzuri sikufanya kazi nyingi. Baada tu kutoka kule nikafanya kazi chache, ndo nikakutana na kampuni hii ya production, ikanichukua, ikapenda uwezo nilokuwa nao, basi ndo mpaka sasa nikajikuta nimeingia na kufanya vitu kama hivi. Wow, nice sana, vizuri sana. Na baada ya kupokelewa na Bicho Production, wewe huo mwaliko ulipokeaje na uliisije? Kwangu mimi ilikuwa ni kitu kikubwa, kwa sababu nilikuwa na safari inayoelekea. Unajua unapokuwa una safari unayoelekea alafu ukakutana na gari au usafiri ambao unaelekea huko nakoenda, of course lazima ikupe faraja, kwa maana ya kwamba nakoelekea naelekea kufika, right? Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni kitu kikubwa, kwa sababu kipindi hicho ambacho nakuja hapa, hii ilikuwa ni platform kubwa, ilikuwa ni platform ambayo ina watu ambao wameshawatambulisha, ni platform ambayo inafuatiliwa. Kwa hata mimi ningesema kwa uwepo wangu naweza nikapata nafasi ya kuweza kuonesha nilichokuwa nacho, pengine ukawa ni mlango mzuri wa kunifungulia njia zangu ambazo nitabinifike, na nashukuru walibariki hivyo. Wow, nice sana. Sasa tungependa kujua pia Manyanya, about your family, maisha ya familia yako. Mtandaoni tunaona sana kinachoendelea. Yeah. Vai, Mati. Anyway, tungependa kujua sasa kihalisi, Manyanya je, ameoa, ana mke? Kiukweli kabisa Manyanya hajaoa. Sawa, Manyanya hana mke, hakuwahi kuoa kabla na mpaka sasa hivi bado hajaoa. Na Manyanya pia si inatoka au bado unasema hajaoa. Mahusiano je? Hata mahusiano pia siwezi kusema na mahusiano ile seriously. Kwa hiyo yapo ambayo hayako serious. Yaani sina najihesabu kwenye sina mahusiano ya. Okay, kwa leo tumepata ukweli kwamba Manyanya hajawahi kuoa, ana mke na yupo kwenye mahusiano. Kwa kama kuna unamuotea huko mtaani, basi mtafute. Na watangazia watu tena. Okay, bosi, sasa kwenye dunia baada ya kupewa scripts ya dunia, kupewa nafasi ambayo labda ungecheza,
wewe ulipokeaje na ulijiandaaje na hiyo sehemu? Kwanza kabisa niliona dhamana, kwa sababu uhusika ambao nilipewa ulikuwa ni uhusika mkubwa. Ni uhusika ambao unaenda kusimama kama kiungo cha mchezo. Sawa Kwa hiyo nikasema yes, hii dhamana nilopewa ni kubwa, na dhamana haupewi dhamana pasi na imani. Mtu lazima kuamini kwanza ndio aweze kukudhamini katika kile ambacho anataka akifanye kwako. Kwa hiyo kwangu mimi nilipokea kwa shukrani kubwa, lakini pia nilipokea kama jukumu. Kwa hiyo ikanifanya sana niwe active, kuhakikisha kwamba simwangushi aliyeniamini, kuhakikisha kwamba sipotezi ile dira ambayo iliandaliwa kwa ajili ya kile kitu kilichopangwa. Kwa hiyo ndio maana ikanifanya muda wote sasa niwe ni mtu ambaye kila ninachokifanya nakifanya kwa umakini na weledi ili kutimiza malengo yaliyokusudiwa. Na nashukuru kwa asilimia kadhaa, pengine mimi siwezi kujizungumzia, lakini wapokeaji wanaweza wakasema kama kuna namna ambavyo nimetimiza wajibu au kuna vipengele nimeyumba. Wanaona, natumai watakuwa na la kusema, watatuambia ni wapi, ni kipi umefanya fresh na kipi labda unaweza kushauri au zaidi kuongeza bidii. Hata hivyo saa hizi kwenye episode zilizopita tumeona mambo yalivyokuwa. Manyanya saa hizi amerudi kwa Vai. Vai by the way ni mke wangu. Hii haiwezi kufutika. Kwamba kurudisha mapenzi kama yalivyopotea kwa muda, basi ni vile vile ni rahisi kurudi kwa muda, kwa sababu kabla kupotea yalikuwa yupo mapenzi. Maisha ya ndoa jinsi yalivyo siko huko, usijiulize na sawa na experience kupitia waliokuepo huko. Tunaona, tunaambiwa, unajua zile kwa tunajifunza. Maisha ya ndoa sometimes huwa yana hali ya msimu. Ni kama msimu. Kuna nyakati jua linakuwa ni kali sana, kuna nyakati kunakuwa kuna baridi, kuna nyakati kunakuwa kuna mvua. The same, haiwezi kuwa flat. Na hiyo ndio ladha ya uwepo katika masuala ya ndoa. Kwa hiyo kuna kipindi kweli mambo yalikuwa hayaeleweki. Wife kidogo mikolozano, mapenzi kama yalipungua na nini. Kuna kipindi upendo ukarudi. Ile naturally iko hivyo. Na sio tu uigizaji, hata kwenye maisha ya kawaida halisi ya watu wanaoishi kwenye ndoa zao, sio kila siku wanacheka. Sawa na sio ni kweli wanalia. Kuna siku watacheka, kuna siku wanalia. Kwa hiyo ni kama hivi ilivyotokea. Kwa sasa hivi nimerudi kwa wife na nina furaha nzuri kwa sababu upendo umerudi, kwa hiyo tunaishi. Okay, umerudi kwa wife, lakini sasa tunachokumbuka ni kwamba Manyanya unakumbuka kufuta namba za mtu fulani, lakini sasa hivi tena amerudi kule alikofuta namba. Anaweza kutuambia nini kuhusu hilo? Ile mtoto sio na dawa. Ni vitu hivi bwana. Nimejikuta tu, hadi kajikuta tu Manyanya na tena kule alikotoka. Mapenzi yana nguvu sana, sikufichi. Blazo ushe kupenda unajua, au sio? Kwa hiyo ndio maana mwanzo wa kipindi Manyanya anamkataa huyu binti, hakutaka hata aonane naye, kwa sababu alijua athari za kukutana na mtu anayempenda moja kwa moja. Mtu ambaye hakumuacha kwa hiari na maamuzi, alimwacha kwa shinikizo. Sawa, ni hatari sana mtu namna hiyo kukutana naye. Chochote kinaweza kutokea muda wote. Kwa hiyo kirusi kilianzia pale Manyanya alipokutana na Mati. Kirusi kilianzia pale. Kikazidi baada ya kugundua kwamba yes, kumbe kuna mbegu ambayo washaipanda mule na imeshaanza kuota. Oya, hatari. Ngoma lazima irudi. Kwa hiyo simlaumu sana Manyanya. Ndio, vizuri sana. Na kitaalamu hiyo inaitwaje? Kitaalamu hiyo inaitwa penzi mkologeko. Mtoto alimkologa sana Manyanya. Kwa hiyo ndio maana nikajikuta mama anarudi kirahisi vile. Penzi mkologeko. Umesikia? Vizuri sana. Okay, sasa tungependa kupata ushauri brother Manyanya kwa watu ambao maybe wanakabili hali kama unayokabili wewe. Wajifunze nini kutoka kwenye movie ya Dunia? Kwanza kitu ambacho lazima wanaoangalia wawe makini sana. Wanatakiwa wajifunze kuelewa. Sawa? Sio kila matendo ambayo anayafanya Manyanya ni sahihi kwenye jamii na kwenye maisha ya watu. Hapana. Yako matendo ambayo Manyanya anafanya anakuwa iko sahihi kabisa, na yako matendo ambayo Manyanya anafanya anakuwa anakosea. Madhumuni yetu ni kuonesha pande zote ili watu waweze kujifunza. Kuna sehemu atakosea Manyanya na utaona kabisa alichokikosea kinamghalimu. Sawa, kwa mfano ile kitendo cha kuchepuka kwenda nje. Pale Manyanya kiuhalisia alikosea. Sawa, mkeo kutokuwa sawa haikufanyi wewe kutoka nje. Maana wewe kutoka nje ndio umeanzisha channel ya kukosea. Sasa lakini kwenye film iko hivyo na Manyanya ana feel that. Lakini kiuhalisia hiyo sio busara njema. Angeishughulikia ndani akaijenga kwa hekima, maisha yangeendelea tu kuwa mazuri.
Sawa, lakini sasa huku kizo mimi namtetea Manyanya kwa sababu nini? Watu mwenyewe walikuwa wanazingua, maisha lazima yaendelee. Kwa hiyo tujifunze kuelewa haya mazingira. Sawa, matendo ya kuzingatia kwa wema yale mazuri tuyafuate, matendo ambayo yana mushkeli kidogo pia tuyaache. Lengo ni kujenga jamii iliyokuwa nzuri, jamii yenye stara na sikuharibu. Wow, vizuri sana. Tunafurahi kwamba mashabiki wamepokea ushauri wako, wataufanyia kazi. Na vipi, wito gani ungependa kutoa kwao kuelekea movie ya Dunia? Wito ni kwanza ni shukrani. Kabla ya wito, napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati sana kwa mashabiki ambao walituamini tangu mwanzo mpaka sasa hivi, na kwa ambao wanakuja na kuendelea kuwepo, na nasihi pia waendelee kuwa na sisi. Lakini kikubwa ambacho naendelea kuwasihi ni kwamba waendelee kuifuatilia series hii ya Dunia. Ni moja kati ya series nzuri sana, kiburudani, kielimu pia. Kuna vitu vikubwa sana watu wanajifunza, na hapa bado kuna namna watu kiangalia wanaweza kaona kwamba hii series mbona kama inaisha hivi, hii series mbona kama inaelekea, lakini kiukweli kwa namna ambavyo darasa limepangwa kuifundisha jamii na kuielekeza jambo kwenye series ya Dunia, na itafsiri kwamba kazi ndio kwanza inaanza. Kwa watu ambao wanahitaji wajifunze zaidi, waendelee kuwa makini zaidi. Sawa, wasifunge matukio. Kuna watu wameshafunga matukio. Sisi tunaongea hapa, kuna watu series wameshaimaliza. Unajua zile. Sasa wasifunge hivyo, watakosa ladha, watakosa elimu. Kwa hiyo waendelee kufuatilia kila ambacho kinatoka, wawe makini katika kujifunza yale. Kuna namna itasaidia sana kama watazingatia. Wow, vizuri sana. Na vipi, unaweza kuambia nini kuhusiana na muendelezo wa series hiyo ya Dunia? Because tunasikia kwamba itakuwa na season ya pili. Ya mipango ni mikubwa. Mipango ni mingi, na kwa namna nikiiba moja kati ya series zilizopo kwenye mipango zinaonesha kabisa kwamba hii series ndio kwanza imeanza. Kwa hiyo ni season 1, pengine itakuwepo season 2, upo mpango kuwepo hata season 3. Vitabadilika vitu vidogo sana, lakini ya kuwa Dunia. Kwa tumeona tuendelee kuifundisha dunia kwa mfumo. Yes, hapo muongea vizuri sana. Vizuri sana. Brother, tumefurahi tumekutana na wewe na tumeweza kuzungumza mawili machache kutoka kwako about your life story, lakini pia jinsi ambavyo umeweza kufundisha dunia au kuifundisha jamii kuhusiana na masuala kabisa ya ndoa. Japokuwa upo huko, na unaweza kutuambia nini kimekusaidia kuweza hujaishi maisha ya ndoa, upo kwenye mahusiano, lakini umeweza kuifundisha jamii kuhusiana na masuala ya ndoa? Sipo sasa kwenye mahusiano, lakini nishawahi kuwa kwenye mahusiano. Sisemi kama sijawahi kabisa, nitakuwa ni muongo sana, au sio? Nimeshawahi mahusiano kadhaa na nimejifunza mengi, namna ya kuishi na mtu, namna mnavyokuwa na mtu na coordinate tabia za hizo. Lakini pia nimeona kupitia kwa watu ambao wameshakaa ndani ya ndoa, kwa sababu hata nilipolelewa pia nilikulia ndani ya ndoa. Nilimuona mjomba wangu anaishi na mkewe, nilimuona baba yangu anaishi na mama yangu. Unajua zile yote hiyo, kuna namna unaweza kudigest lifestyle ya watu na kujua yes, maisha yako hivi, tunasikia kwa watu wengine. Kwa hiyo kuna namna nyingi sana kuweza kuelewa maarifa ya wanandoa. Ndio hicho kilinisaidia pia kuweza kuyawasilisha. Wow, tunathamini sana kwa jinsi ambavyo kazi yako umechukulia kwa uzito na umeweza kuiwakilisha vizuri. Ni jambo linalopendeza sana, na tunathamini kwamba tumekuwa pamoja mwanzo mpaka saa hizi. Ningeomba neno moja tu kwa watazamaji. Umesema moja au kama yapo mengi basi karibu. Nafikiri ni mawili tu makubwa ambayo naweza nikayasema. La kwanza, shukrani, nawashukuru sana. La pili ni upendo, nawapenda sana. Bwana Manyanya anawashukuru na anawapenda sana. Asante sana brother, tunafurahi kwamba tumeshirikiana. Karibu tena wakati mwingine. Asante sana. Pamoja sana. Okay, mpenzi mtazamaji, tulikuwa na brother Manyanya hapa kwenye Core Newscasting, na tumefurahi kupata mawili matatu kutoka kwake ambayo ametufunza, na hasa kwa wale ambao wanaishi kwenye maisha ya ndoa, wamejifunza kitu kimoja kutoka kwake ambacho wanakifanyia kazi. Lakini kumbuka maneno aliyosema, jiandae, kumbuka kuendelea kumfuatilia, na usikose kutufuatilia pia. Kumbuka kusubscribe channel yetu ili kuendeleza au kuendelea kupata matukio mbalimbali kutoka kwetu. Kumbuka kuwasha like na kucomment kila unachokisikia. Karibu sana kwenye Core Newscasting. Ulikuwa nami kwenye mic Dr. Ivan Malaki.
na nyuma ya kamera namuona kule director Timo Touch. Haya, tukutane wakati mwingine.